hata wanaosema kwamba tumepewa pesa kwa ajili ya kuzungumza, sio kweli. Mimi mtu hawezi kunipa pesa, kwanza mtu hawezi kunihonga hela nikaisaliti nchi yangu, haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi yetu, automatically ndicho kinacholeta ukosefu wa amani katika nchi yetu. Lakini kama tunatendewa haki, automatically amani inakuwepo tu. Sio ya kusema muwe na amani. Hakikisheni kwamba mnasimama katika amani. Amani haiwezi kaja kama hakuna haki. Lakini kama tukitendewa haki, hata mtu akija kutushawishi kwamba vunjeni amani, hatuwezi kukubali. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi miaka hadi miaka, kuna siku tu amani itakosekana tu, lazima. Kwa hiyo tusizungumzie jambo moja tu badala kuangalia kinachosababisha ni nini. Kwa hiyo tukitendewa haki, tukipata haki katika nchi yetu, amani inakuja yenyewe bila kuambiwa na mtu kwamba muwe na amani. Tutakuwa na amani. Hata mtu akija kutushawishi hatutakubali. Kwa nini tukubali kuvunja amani katika nchi yetu? Hatuwezi. Lakini amani inavunjika pale ambapo haki inakosekana kwa kipindi kirefu. Watu wakitaka kudai haki, unakuta kwamba haki inakosekana, basi nafika mahali wanachoka na uvunjifu wa amani unajitokeza. Kwa hiyo mimi nasema hakuna mtu anayeweza kutugiribu. Kwa miaka yote hiyo, kweli miaka 60 tumekaa katika haki. Sio kwamba hakukuwa na matatizo. Tulikuwa na matatizo mbalimbali, lakini yalikuwa yanatatulika. Mengine unaona kabisa hayatatuliki, lakini unakuta kwamba hata zile kauli au lugha kutoka kwa wakubwa wetu zinakuwa ni lugha za kuridhisha, sio lugha za kukebehi, lugha za kutufanya kama sisi ni takataka. Mimi nakumbuka, unajua, tusiwe tunasahau. Kuna kipindi wakati tunanungunika kwamba hizi tozo zimezidi kwenye miamala, mara tutozwe kwenye miamala, mara tutozwe hiki, mara tutozwe hiki. Tuliambiwa kama hatutaki twende Burundi, tuondoke tuhamie Burundi. Ile kauli haikuwa nzuri. Viongozi wetu, muangalie sana kauli mnazokuwa mnatusemesha. Sisi sio takataka. Kila mtu anao uwezo wa kusema, lakini unaposema kauli nzuri inapoza mambo. Unapoleta kauli mbaya, inatibua. Kauli mbaya huwa inatibua. Tuhamie Burundi. Sisi Mungu alitumba tukiwa wa Tanzania, hatukuumbwa ili tuende Burundi. Kwa hiyo kama mambo yanafanyika katika nchi yetu na tunapokuwa tunazungumza, ni kama mkuu wa mkoa alivyowahi kusema juu ya mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito na hana pesa. Akaambia kama huna pesa naenda kamwambia mmeo anunue mkasi akuzalishe. Sasa kauli gani hizi? Kwani kodi hazitoshi? Mimi nakumbuka, mimi mtu anaanza, wengi wanafikiri mimi niko Chadema. Mimi siko Chadema na sina chama wala siko CCM. Mimi nilikuwa na kadi ya 5 na CCM ilivyoanza mwaka 1977 nikarudisha kadi ya 5. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Wakati huo ilikuwa ni kipindi cha Nyerere, alikuwa ndio rais. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Sina kadi ya chama kiwacho chochote. Na mimi kama mimi huwa sioni kwamba chama ni tatizo. Kwa sababu chama ni kama kigoda tu umekiweka hapo. Kina makosa gani? Hakina makosa. Tunaochafua chama ni sisi wanadamu au sisi wanachama. Ndio tunachafua chama. Utakuta mara vijembe, mara hivi. Sisi ndio tunaharibu vyama. Kwa hiyo mimi sioni kama chama chochote kina matatizo. Ila sisi wanachama ndio tunaoleta kauli mbaya, tunaoleta uchochezi, tunaofanya chama kichukiwe. Na kumbuka kipindi cha Kikwete, kama sio Magufuli kukiokoa Chama cha Mapinduzi, chama kilikuwa kinaenda kufia mikononi mwa Kikwete. Hakuna mtu aliyekuwa anataka chama, hata mimi mwenyewe nilikuwa sikitaki. Na hata watu walikuwa kivaa nguo za kijani wanapigwa mitaani. Lakini Magufuli alivyokuja, alihakikisha kwamba anarekebisha. Kwanza alikuwa ni mnyenyekevu, kauli zilikuwa nzuri. Sasa unapomsemesha mtu kwa kauli nzuri, anakuwa anakuelewa. Yeyote atakayetusemesha kwa kauli nzuri, sisi tutaelewa tu. Sisi Watanzania ni wapole na ni waelewa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kama viongozi wetu watajua
namna ya kuongea na wananchi wao, sio kuleta kauli kama vile sisi ni takataka. Sisi sio takataka bwana, sisi ni wanadamu kama nyinyi tu. Kuwa kiongozi haina maana kwamba wewe uko juu sana kuliko watu wengine, hapana. Sasa utakuwa unamuongoza nani? Usipokuwa na kauli nzuri utakuwa unamuongoza nani? Au ukimwona kila mtu hafai, sasa utamuongoza nani? Umekuwa kiongozi kwa sababu unao watu unaowaongoza. Na sisi sana sana tunataka haki. Tunataka haki katika nchi yetu. Mimi huwa natamani sana kiongozi wangu aheshimiwe. Huwa natamani sana, lakini nafikiri mnapokuwa katika hali za kupata uongozi mnajiona kama vile nyinyi ni miungu watu. Kwa mfano juzi nimeona klipu Mama Samia anamsimamisha mtoto wake Wanu. Anasema hebu simama wakuone. Akasimama, akasema geukia na upande mwingine wakuone. Alafu anasema amefanana na nani? Kweli ndio utawala huo? Huo ndio utawala? Mtu yeyote mwenye akili hawezi kufanya kitu cha namna hiyo. Sasa na watu wakaanza kusema amefanana na, kwani akifanana na mtu kwani kuna nini? Kuna nini cha ziada? Yaani vitu vingine vinatia kichefuchefu. Kwa nini mnashindwa kujielewa viongozi wetu? Kwa nini mnashindwa kujielewa? Au mmechukua madaraka ili mpate kututabishia na watoto? Si basi kama ni hivyo mweke mashindano ya urembo kama mlivyoweka Miss Tanzania walivyo wembamba. Wekeni na matipwa nayo yapiganie umisi wa matipwa Tanzania. Lakini sio vitu vya kujisifia hivyo. Kiongozi anapaswa kuwa na maadili. Unaposema anafanana na nani ili iweje? Akishafanana na mtu ili iweje? Hata sisi tunafanana na wazazi wetu. Na sisi tulizaliwa na wazazi wetu na tunafanana na wazazi wetu. Lakini hicho sio kitu cha kujisifia. Kwa kiongozi, mpaka nimekumbuka kuna kipindi alipomchagua Polepole kuwa balozi, alisema kwamba akajifunze diplomasia. Akakae chini ajifunze diplomasia kabla hajaenda kuwa balozi. Hata yeye anaweza tu akajifunza urais kupitia marais wengine wa nchi mbalimbali, hata waliomtangulia katika nchi yetu. Yaani tunajifunza. Mimi siwezi kujivunia mtu anayekufa. Mimi nina watoto, siwezi kumjivunia mtoto wangu. Nimjivunie mtoto wangu anayekufa? Siwezi hata kidogo. Hakuna cha kujivunia hapo. Mtu unapochukua utawala, hakikisha unakuwa ni mtawala wa watu, unawatawala watu. Uwe na hekima, uwe na maarifa, uwe na busara katika kuongea. Sio na kama mnaongea vitu vya ajabu tu. Kwamba simama wakuone. Anamfanana nani? Akisha mfanana nani ili iweje? Ili iweje? Hapana, sisi vitu kama hivi hatuvipendi. Tunataka mtu akichukua nafasi ya kutawala atawale kile kitu ambacho amegombea kwacho, na sio kutuletea vituko tu. Hapana, hivyo hapana. Naomba viongozi wetu mjirekebishe. Mkijirekebisha tutawapenda tu. Kwa nini tusiwapende? Kwa sababu Watanzania hawana hulka ya chuki. Hapana, hatuna hulka ya chuki, wala mtu hawezi kuja kutusukuma kwamba tuweze kuiharibu nchi yetu. Hatuwezi kukubali kirahisi. Lakini sasa unapoona kabisa uongozi uliopo unafanya vituko, hatupendi. Mtuheshimu kama tunavyowaheshimu. Tuheshimiane tu. Mtu kwa rais haina maana kwamba umezidi watu wote, hapana. Kumbuka wewe ni mtawala ambaye umepewa nafasi ya kuwaongoza watu. Lazima uwe na hekima, busara, maarifa ya namna ya kuongoza watu na namna ya kuzungumza na watu. Ukijua namna ya kuzungumza na watu, hakuna atakayekuchukia, hakuna atakayekuchukia. Tutakuheshimu tu. Lakini ukileta vituko, tutakudharau. Tena tutakudharau kweli kweli. Hatuwezi kutolerate upumbavu, hatuwezi. Kwamba angalieni, geuka huko. Angalia amefanana na nani? Unakuja kutuambia sisi amefanana na nani ili iweje? Ili iweje? Hiyo sio namna ya kutawala. Mfike mahali muwe na heshima kwa watu mnaowatawala. Muwe na adabu kwa watu mnaowatawala. Muwe na busara, muwe na hekima, muwe na maarifa katika utawala. Jifunzeni tu kwa watu mbalimbali. Angela Merkel alikuwa ni mwanamke, alitawala Ujerumani, lakini tuliweza kuona walimheshimu kiongozi wao.
Nasi tunatamani kumheshimu kiongozi wetu, lakini sasa anapoleta vitu ambavyo havina heshima, asitarajie. Neno la Mungu linasema heshima haimpasi mpumbavu. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Nilizaliwa nikakuta Biblia ipo, na hilo neno liko kwenye Biblia. Heshima haimpasi mpumbavu. Kwa hiyo hatuwezi kuletewa vitu ambavyo sio vya heshima alafu mtu atarajie tuheshimu. Hapana. Kwa hiyo mimi nimezungumza hayo machache, na nimependa kushukuru kwa jinsi ambavyo mmenipambania, mmenipigania. Naamini kwamba hata Rais Samia ananipenda tu, kwa sababu mimi nampenda. Unajua, usipopenda kumwambia mtu ukweli, mtu anayekupenda ni yule anayekwambia ukweli, sio anayekusema pembeni. Ukikosea na kusema pembeni. Mimi sipendi kumsema mtu pembeni. Napenda rais wangu awe na heshima, awe na adabu, aheshimike. Na ndio maana unakuta tunaongea, kwa sababu kila mtu hawezi kumwona rais akamwambia, lakini hii mitandao inasaidia sana, kwa sababu anapokuwa anasikiliza kwenye mitandao, kuna vitu anaokota ndani yake, anajua hili ni sawa, hili sio sawa. Kwa hiyo anapata kujifunza kwamba kumbe hiki nilisema hakikuwa sawa, hiki hakikuwa sawa, hiki ni sawa, hiki ni sawa, kwa sababu chochote kilicho sawa ataona kabisa wananchi tunakifurahia. Mimi napenda kuwashukuru wote Watanzania wote. Lakini pia kuna kitu kinanishangaza. Unajua, ukisema neno Tanzania manake ni muunganiko wa Zanzibar na Tanganyika. Sasa Tanganyika ndio imekuwa Tanzania peke yake. Tanganyika imekuwa ni Tanzania peke yake bila Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar ina bendera yake, ina wimbo wake wa taifa, ina katiba yake, ina bunge lake, ina kila kitu chake. Sasa inakuwaje Tanganyika ndio iwe Tanzania peke yake? Vitu vingine tusiambiwe wachochezi, tuangalie ule ukweli, kwa sababu mwanzoni kabisa haikuwa hivyo. Lakini walianza kudai bendera yao wakapata, walidai baadaye wakapata, baada ya muungano wakadai katiba yao wakapewa, wakadai vitu ambavyo moja kwa moja vimefuta muungano. Huwezi ukasema kwamba huu ni muungano, imekuwa kwamba Tanganyika ndio Tanzania sasa. Hapana, tutendeane haki kabisa. Mimi mtu asije akanikamata kwa sababu ya hilo, asinikamate kabisa kwa sababu ya hilo, kwa sababu ninachokisema ni ukweli. Neno Tanzania manake ni muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini unakuta ile ina bendera yake, ile ina katiba yake, ina bunge lake, ina kila kitu chake, ina sheria zake, inajitegemea. Kwa hiyo Tanganyika ndio imekuwa Tanzania. Hivyo ni sawa hiyo? Basi nikisema hivyo nitaonekana nachochea. Sio nachochea, msitufanye wajinga. Huko ni kufanyana wajinga. Tanzania manake ni muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini sasa hivi Tanganyika ndio imekuwa Tanzania sasa. Hapana, tufanye marekebisho. Mimi sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Haki na iwe haki. Haki na iwe haki. Asanteni sana.